Matthieu chapitre 10, le verset 40. Matthieu chapitre 10, le verset 40, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Ule ananipokea, ananipokea. Na ule ananipokea, anapokea ule alinituma. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 4 et puis le verset 10. Le jeudi, nous avons appris que le roi en Samarie n'était pas en bonne relation avec le prophète Élisée. Et cet homme continuait, ce roi, voulais-je dire, continuait à prier, à jeûner. Mais plus il priait, plus il jeûnait, sa situation ne continuait que de s'empirer. Jusqu'à ce que bantu ya vili yake bananza kuria batoto. Na siku moya eko napita pa muraille, anapatana, anaona huyu mama chini ya ukuta, anasema, mfalme, unisaidie, kwa sababu mie na rafiki yangu tulipatana. Avant tukufwe, kila mtu alete mtoto yake tumukule. Bakatinja mtoto yake, bakakula, bakashiba. Siku ya kesho, ule mwingine anakatala kuleta mtoto yake, anasema mina mufutika. Eke mfalme anaanza kupita pa ukuta, pa mur ile inaanza kuproteger Samarie, na rafiki yake anamulilia mfalme, uni amulie mambo. Mfalme anajibu, kama Mungu mwenyewe asiwezi kumijibu, mimi nitafanya nini? Na kisha anasema, kama Elisee leo simukate kichwa, sijue. Lakini ndo niliuliza vendredi, hapa Elisee anafuata nini? Paske weye mfalme au kuona majibu yako kupitia Elisee. Uliona majibu yako kupitia maombi yako personnel. Unawaza ukiomba, ukifunga utapata majibu. Acha nikuoneshe, kuna majibu ingine utaipata que lorsque unafunga na unaomba na mtumishi wa Mungu. Et il est parti voir les prophètes. Anatuma awawe, le prophète soit décapité. Mais lakini j'aime le résultat du prophète. N'a même pas paniqué, akasema juste, kesho chakula itashuka bei. Na ilifanisika hivyo. Juu ya nini? Kuna batu Mungu acha kupatia kama mamlaka ya kuleta majibu kubatu. Na bale batu, kama unabangalia na macho ya bumuntu, utaendelea kuteswa. Wewe ukisema niko na nguvu, utafikia kwa kama mfalme wa Samaria. Akakuwa karibu, akashuhudia kuliwa kwa mtoto. Imagine, maandiko nasema wakati alipasula mavazi yake, mulikuwa masaka. Acha kuvala mavazi ya sak, ni kusema alikuwa katika mafungo na maombi. Kuna vitu haviwezi kubadilika maisha yako kama uyapata muntu wa kusema pa maisha yako. Havitabadilika. Batu ba mingi banikaba nasema nitaomba. Oh no. Omba juu usumbulie na Mungu. Ukitafuta majibu ya haraka, ona bale Mungu alituma
baseme, na majibu itafanya nini? Sikia Paulo anasema tunapitia mengi, lakini mie Paulo naonekanika kwa bengine asema niko maskini, lakini hapa bananiona niko maskini, hapa banapata utajiri. Quelle confusion! Nous avons deux types de fidèles. Mumahubiri ya Paulo anasema bengine banaona niko maskini na bengine banaona niko tajiri, na wale bananiona tajiri banapokea butajiri, wale bananiona maskini banapokea nini? C'est ce que tu vois dans l'homme de Dieu que tu reçois. Hautapokeaka kile au yaona kama mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu ni kishima akikaukake. Ukiamini leo bakri yako ongezeka, mkazi yako apati ya kesho wanaanza kukuchunga. Weye hawezi kuangalia mapito ya baba yako wa kiroho na unasema atanipatia nini. Utakufwa na ile susi yako meyeko naendelea. Parce que laisse-moi te dire ceci, masomo ya baba yako ile Mungu anamupitisha amo haitafanana hata siku moja na masomo yako. Kulia kwake ni furaha yako. Na niambia hapa anasema ukiniona mimi nakonda kupita hapa, furahi. Hapana ulisikilia buluma. Juu ya nini? Najua comment je puise de Dieu pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Sikia, ukiona butajiri ndani yangu leo, beba. Ukiona afya njema ndani yangu leo, beba. Samwa mina mishangaka, mimi mwenye siruku lake. Mwebengine mko na mafarmasi mu nyumba yenu, munafanana baba kani au mko ba visitere huko. Parce que ukikuwa mwana wa madhabahu hii, alama ya kwanza afya yako itanifanana. Angalia Bukonde yangu, au jue na sijue na siku nilikunywa dawa. Amen. Na sijue na miaka minafanya kwa kunywa dawa. Wewe unakuya hapa kwa sababu unaona imancho haitakusaidia. Ta perception de l'homme de Dieu détermine ce que tu reçois de lui. Quelqu'un peut dire la perception de ma perception de l'homme de Dieu détermine ce que je reçois de lui. Unasikia? Yeyote anaona ya kwamba nikitoka Kipushi naenda kwa ile kanisa Mungu atanijibu, Mungu atafanya hivyo, asitachelewa. Parce que wakati kuna kuya yeye ashangalie ile kanisa ni aje, ashangalie ni ya malata, ashangalie ni ya beton, ashangalie ni aje, kile yanaona ule Yesu ndani yake atanipa kile niko natafuta. Na ukifika hauna parfois besema kuweke mkono, wewe akianza kusema chota na uditwike na uende. Majibu ya Mungu Samuel kwa matata kuielewa. Mimi aliniambia nikufundishe hivi, kile kioto naona ndani yangu leo, beba. Iko teketeke sana. Ukiona ndoa ndani yangu, beba. Kwa sababu maandiko nasema ukimupokea yeye unanipokea mie Kristo, na Kristo asikauke kwa majibu, asikaukiwe na majibu. Jibu yoyote mama unatafuta kwake atakupa. Rudia mkanisa mama, atafanya nini? Ukiona mtu sasa, mimi nasikia watu wanasema koma paka yenjo na ubiriaka. Wewe soma Biblia. Wapi Yesu alimwachaka Petro ahubiri? Or Petro ndio anaanza kumfuataka. Après Jésus ilikuwa ni Petro. Dis-moi où est-ce que tu as vu Jésus un jour dire à Pierre, pale alikuwa yeko na ubiri. Sasa mimi nikala pembeni, Pierre, prêche aujourd'hui, je vais t'écouter. Wapi? Akitafuta kumutuma Petro kumfundisha kuhubiri, alianza kumutosha pale eko, anamutuma fwashi ingine pour dire que
Hapa ni batu Mungu alinipatia, abakukupatia wewe Petro, bali baleta kwangu que je mette en eux ce que le Seigneur m'a donné. Haleluya. Madhabahu wanafuasi ya kufanyisha sport. Leo uko pai instrument ya sport ya kulamusha biceps. Kesho pa ya kuweka nguvu makwisi. Kesho kupa ya kuweka mamole ikuwe nguvu. Uko nani wewe? Madhabahu ni kitu kingine. Amen. Madhabahu ni kitu kingine. Njoo unaona kama mimi nachaka watu kubidi paka mimi natoka hapo. Kwa sababu kama niko hapo naweza kubidi bila binanishirikisha. Unasikia? Sisema ubiri hapo ni mibaya. Mais j'ai ma façon de comprendre Dieu. Ausema amen, hata unashirika. J'ai ma façon de comprendre qui? Ana façon ya bale beko nanifuata. Hawezi kumuelewa Mungu kama mie. Haiwezekane. Anajua kuwapatia kuwafundisha mwe nitoke hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hata nikitoka hapa nikivisite kanisa yetu ya Nazareti, nikifika kule banacha kuhubiri. Hawezi kuhubiri niko pale. Utahubiri nini? Utahubiri nini? Paske nikikuya hapo, mbingu yako ni kusema inaanza kudependre na mie. Ausikie. Unasikia? Na maombi yako hivi niko hapa, inadependre na mie. Ile ni matata kuelewa kama uko mtoto mdogo. Ni kusema, shughuli alikuwa na tatizo mkusema. Me unaita uko na ria. Nakwambia sasa Mungu akusaidie. Palipita masanga pijibu kuye. Apapita hata masam, apapita hata 2 heures du temps. Apakupita hata 2 heures du temps. Kwa sababu wakati anaanza kuita, aliona majibu yake ndani yangu. Asikuona majibu yake ndani ya maombi yake. Samwe mko nahangaika tu bure. Wewe nikikuita asema kwa tufunge. Profite pale funga. Nikikuita kwa kumeza ya Bwana. Sasa meza ya Bwana tuko naanza tena ya 7 jours. Ni meza ya kila nyota iliyosimika iwake tena. Nikikuita kuya, maandiko nasema kwa bengine tunaonekanika kama wale beko na kufwa, lakini tunapeana uzima. Wewe kinyona wa kuhangaika, mwingine atakuya anaona utajiri na nabeba anafanya nini? Njoo ina unaka bageni bana kuyaka ndani ya kanisa bana shuhudia kuliko mwe banzamani. Paske mwe mnakuwa na mazoea ya kuona muntu amonake tena Kristo ndani yangu. Leo mtu moya abebe kile anataka aende nakyo. Ule wote ananipokea, asinipokee mie, anapokea Kristo. Asema mumambo yote tunadikaza juu tuonekanike bazuri mbele ya Mungu. Hata kama kwa bengine tuko onekanika bantu ya bule, mekwenu nini tuko batu ya heshima. Ukinyona wa heshima unapokea heshima. Ukinyona baba unapokea mafuta. Sikia ile. Ukinyona nani unapokea nini? Baba njo connection tu moya inabebaka mafuta ndani ya mzazi kupeleka kwa mtoto. Ukinyona prophet unapokea kipande cha prophet. Ça veut simplement dire ule ananipokea kama prophet atapokea kama prophet. Ule ananipokea kama baba anabeba vyote Yesu alinipa leo. Ukitafuta kuteswa sana, omba we mwenyewe. Ona bila usema amen. Ukitafuta kuteswa sana, omba. Pale uliomba na mie majibu ilikao? Ilifanya masiku ngapi? Moins de quelques jours. Moins de sababu na kale kitu cha kufukalizia pajibu. Hawezi kuomba na mie uteswe. Perception yako unaniona nani? Wako kankamia madhabahu aina yako. Madhabahu Mungu alinipatia hiyo ni mie. Kama uko na kipaji ni mimi kukifungula ndani yako. Ana wewe kuniambia sasa uko na kipaji. Ile mahubiri kwa matata kusema amen. Unajua kuna mafreva wanasema na mimi nikana kipaji. Na ule kipaji kana nani anakijua? Nani anakijua?
Ni Yesu ndio aliona kipaji ndani ya Petro, anamwambia wewe. Unajua na Petro anaanza na kubisha, alibisha kana kubisha, wakati anaona matendo ya Yesu anaamini. Natamani leo hii sio gani, unaona nini ndani yangu? Na vaone nini, ona mbele nani? Es-tu en train de voir Jésus en moi? Ou es-tu en train de voir un homme vêtu en blanc? Wakati aujue kuona, utateswa. Amen. Habari ya kazi yako? Pole. Kwa sababu unapunguza maombi. Non, juste que nilikuwa mka déplacement. Nasema kwa sababu unapunguza maombi, anajua ulikuwa mdeplasement. Unapunguza maombi. Ona vitu vyote ndani ya kanisa, y compris na mimi mwenyewe, mimi na depende na maombi. Uharaka wa kupata majibu yako unadepende na maombi yangu. Masaa ngapi niko napisha presence ya Mungu? Amen. Nafurahi Mungu anakusaidia. Nafurahi Mungu anakusaidia. Umenteni hilo. Umenteni. Itaendesha kila kitu haraka. Bwana Yesu asifiwe. Unaona nani ndani yangu? Acha nikuoneshe. Hakuna majibu inakawaka ndani ya kanisa, lakini kuna tu batu abatakake kuamini. Narudia ile msemo. Hakuna majibu inakawaka kwa Mungu wangu, kuna tu batu bana wapendake kuamini. Beko na namna yabo ya kuamini. Nikikwambia sema wende unabarikiwa, jibu ikuye. Wewe ukiamini itakuyaka, kunaisha unapotesha ile jibu itakuyaka. Sikia Paulo anasema, tunaonekana kama watu ya ole, lakini tunafurahia kila siku. Na kushauriana na kulomba. Uamue ya kuona Kristo kila siku anapaka ndani yangu na ndani ya watumishi ya Mungu bote. Ukiona mafuta kwa mtumishi wa Mungu, ile mafuta itakupa kile kitu unatafuta. Parfois ina mwepesi. Haleluya. Wakati Mungu aliniweka moro kuamua kwanza kuvala vya mweupe kila dimanche, kila siku ya ibada, najua kwa wengine vile kwanza pour eux kuna vile walianza, mais pour moi kuna kile mimi naaminia. Unasikia? Kile unaona kitakubariki au kitakulaani. Ukikuwa mgonjwa ndugu, eke unasema leo sitoke hapa mpaka nibarikiwe na afya njema, hakuna hata mtu atasema tunziwa. Utatoka hapa wewe ushakueneana, paske ulisema Yesu asiwezi kuafuashe nikose kupata majibu. Nyone mikono yako. Parfois ça me fait mal entendre les gens qui stressent. Muniache ni stresser à votre place. Acha ni stresser à votre place. Unaona, mimi nameambiaka moi James Temple,
maneno yako ikifika kumadhabahu, iwe naijua au nsijue, inanipreokipaka, na mimi napaswa kuhakikisha nifanye tout ce qu'il y a dans mon pouvoir juu weye ukwe na furaha. Mie sina pale juu ya kitu kingine, furaha yangu. Je disais à une sœur qui m'a écrit, qui vient à l'église mais qui est totalement empêchée, akaniambia, papa, natafuta nikuinforme leo kunisamehe sana kama shonikanike ukanisa, mais lakini 1 2 3 j'ai compris qu'elle était sincère, na nikamwambia, unajua furaha yangu ana pesa yako. Mimi nimwambia, furaha yangu ni kukuona uko na panda. Ingelikuwa ni pesa ya mtu, kwa sababu najua wale Mungu ashakubariki ndani ya kanisa, najua malgré mko unaonekana hivi sasa mna kitu, mimi najua wakati Mungu anamibariki yaka, na niliweza kwanza kukuteswa kila mara, alo, mimi sifanye ile, kwa sababu furaha yangu ni kukuona wewe uko na njeko. Kuendelea kwako ni heshima yangu. Unajua kama Mungu ashikunijibu, Bwana wangu atafuta kusema nini? Ba profeta babiani babiaje, maliza ile phrase usifichame, ba profeta ba. Sasa wakati unamaliza kutoa sacrifice yenu, namaliza maombi, narudia kwa madhabahu, namwambia ile siku natumia message, nirudia tena mrapele Mungu, siapata jibu. Mungu aba ni wewe ubajibu, ana mie. Pa kusema 23h kani 23h niandikia kama nisakanile, nisaka 22h 21h 22h. Pa kusema 3h du matin ndio mimi naona message. Mimi nasema Mungu nakushukuru kwa sababu ile inaleta heshima kwa Mungu wangu. Mimi sitaki unabii wa historia, nataka le réalité il est visible, qui sont visibles. Ma réalité spirituelle est quoi? Visible. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nakuomba, mwezi ya transition inaisha. Leo ni dimanche ya mwisho. Tunaanza miezi 6 ya kutawala, kubarikiwa, kunenepa, kuongezeka kwa watu ya sasa. Fungula masikio, shota kile kyote uko nakyo besoin. Leo sikia mahubiri ya mwisho ya transition, kwa sababu maneno niko na kuonesha iko nafanika, haitakawia. Kile kyote uko nataka uko nakipokea. Imaginez, nilikaa nafikiria kaa yake, parce qu'il m'avait informé avec trop de stress quand je lisais ce message. Na nikamwambia Mungu, kama ujibu kazarau ni yako, lakini kumbuka na mimi nitateswa. Wakati ule sir asipate jibu, atasema niko escrow. Mwamu jua vile mnaongeaka na Mungu musini, atasema niko nani? Ni makuta yake nilianza kutafuta. Mungu lefe alikutolea change kitu. Utasikia ushuhuda kwa timu mwenye atasema nakuonesha. Kuna namna mingi ya kubeba bitu kwa mtumishi wa Mungu, lakini tasemea leo njoni, sitaki kukawa sana kufuatana na mwongozo wa Roho Mtakatifu. Mapoint comment kubeba kwa mtumishi wa Mungu kidogo. Nataka nilisema ya kwanza, kumona Yesu ndani yake. Ya kwanza kona nani? Ushimone ye na gisi asa kuvala
na Swahili anasemaka, na Fransai anasemaka, na Anglais anasemaka, na Portugal anasemaka, na Espanyol anasemaka. Kama tu Yesu yuko ndani yake, ile deja ni mfungulo ya kwanza ya munene ya kufungulia milango ingine. Unaweza kuona Yesu ndani yake. Na mtu anaweza kuniuliza, je, taona Yesu ndani yake je? Sindio kesho unaweza kuniuliza. Jésus dans un homme de Dieu se voit par les œuvres de l'homme de Dieu. Matendo ya mtumishi wake. Nini? Bwana Yesu asifiwe. Siwezi kuwa na Yesu niko mbusharati. Siwezi kuwa na Yesu niko mweskrokeri. Siwezi kuwa na Yesu mnamna ile. Siwezi kuwa na Yesu niko nafuata babibi abantu mukanisa. Siwezi kuwa na Yesu niko nafuata watoto badogo. Ndio matendo niko nasema ile. Ukiona ndani yake, yuasema Yesu yuko naye. Galatia 5 anashuhudia. Galatia 5 anashuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Na ya pili, la puissance de Dieu. Kama unaweza kuona nguvu ya Mungu ndani yake, si uliona Yesu? Avez-vous vu Jésus dans l'homme de Dieu? Après avoir vu l'homme de Dieu, rassurez-vous que son Jésus est puissant. Parce que ce n'est pas tout le monde qui appelle Jésus qui a la puissance de Jésus. Ana yeyote anaita Yesu Yesu mwenye kuwa na nguvu ya Yesu. Ukiona nguvu ya Yesu ndani yangu, hakikisha kile uko unatafuta utakipokea. Kwanza, le 2 points inapaswa kubooster kila mara imani yako. Sasa unaniuliza question, nguvu ya Yesu unaiona je? Si vile? Unaiona kupitia maushuhuda ya watu waliombewa naye. Alléluia. Tu vois la puissance de Dieu dans l'homme de Dieu au travers, pas au travers de kuanguka. Parce que mtu wote anaweza kuanguka. Hata mapepo inaweza kuangushana. Mais ma résultat, c'est ce que je veux dire. Les résultats que tu peux avoir après sa prière. Alléluia. Kumbuka nita kuambia, kile kile unaona ndani yake, unaweza ukibeba. Aite condition ya kwanza, uona Kristo, kisha nguvu ndani yake. Na nguvu unaiona je? Kupitia maushuhuda ya wale waliombewa naye. Ukipata hata mmoja aliombewa kama huyu ndugu au kama ule aliombewa dimanche passé, na wewe sema na mimi nenda kubeba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema tunafikia wapi? Na nguvu mimi na préciser très bien na kuanguka tu. Hata deliverance ikikuangusha, après deliverance kuangusha, chunga resultat. Resultat ikionekana, unajua iko na nini? Mungu akubariki. Amen. Hata unasikia maungu inakutembea, Mungu na Bible dit mu Marc chapitre ya mwisho asema le Seigneur accompagné mahubiri yabo na matendo ya nguvu. Ukiona nguvu ya Mungu ndani ya mtumishi wa Mungu, kimbilia kwa madhabahu yake. Hata kama watu wote wanamusemea mubaya, kimbilia kwa madhabahu yake. Nilisema bila nguvu kama wewe una hapa. Si vile? Amen. Unataka kufa mwaka gani? 2018. 2018. Na banasema na hospitali tuchunge tu
kuchunga tu basi, wala sindafanya mwezi nitakufa. Banasema nakopia tuchunge tu akufidilie au maximum dans un mois. Mais leo Niko hapo. uko wako 2018 na leo miaka ngapi? Si tuende rakaraka watoto ya masomo ngapi? Eko naishi usharudiaka tena mhospitali? Hapa silugulaki tena ovyo ovyo. Silugulaki tena ovyo ovyo. Asilukulake tena ovyo ovyo. Njoo vile. Bwana Yesu asifiwe. Niko na watu wako na mashuhuda hapa washashuhudiaka. Naweza kurapele. Imagine ule ndugu ule. Niko namwambia pale. Niko namwambia uza gari. Uza gari. Au kuuza gari. Est-ce que vous pouvez ça capable de connaître possible. Et puis c'est le jour vous avez bon miri hakikisha que l'état est venu. Effectivement parce que masiku ya kumukongo mira za kuforcer. Mais ile siku muri en tout cas muri booster imani yangu. Asika sana booster. Okay, langa za viana. Ulipewa nguvu ya kuza nini? Namwambia acha kuniangalia mie, beba gari, uza gari. Kila kitu unataka unaweza kukipokea. Soko na gari yako leo. Na iko natembea. Ndio papa. Na uko natembeza. Ndio papa. Sasa sina wewe bebe yako. Asema pengine wanatuona maskini, lakini sheba wale wanaona maskini tunatajirisha pengine. We aujue, usikompare maisha yako na mapito ya mtumishi wako. Aujue juu ya nini Mungu anamupitisha pale. Ukiona Yesu ndani yake. Kia pili, power. Mtu masebe power. Ukiona power ndani yake, yuasema teza bile vitu viwili bina kugarantiri kile kitu unatafuta utakipokea. Wewe unaanza kulukula wakati unaanza uchofa na miaka yako. Unaanza kulukula. Ndio. Juu kwenu mnakufanya miaka ngapi? 40 kupanda. 40 kupanda. Na deja ile magonjwa iliua bantu kwenu. Ilianza kunichofea. Unaweza kulalamika kwa mikoa isemeke. Ilianza kuchofa karibu na mie. Leo iko wako? Haina. Leo na balota wakufa? Hakuna. Sikia nikuoneshe. Ukiona Yesu ndani ya mtumishi wa Mungu, kia pili, ukiona nguvu ya Mungu, nguvu ana kuanguka mtoto yangu. Shetani yanaweza kuangusha batu hivi. Nguvu inaonekana mu resultat après we kuanguka. Resultat après we kuwa delivré. Sema amen, endeleshe. Hautaona nguvu. Njoo nisema na mwe wote mnenda kisha kuanguka mkilamuka, munionyeshe kile mnapokea. Bwana Yesu asifiwe. Ule mama wewe. Niko nachunga ushuhuda yake kama leo kama dimanche prochain. Huyu asina tena na bandage kumkolo yake. Yewe. Ikilonda hii ilikuwa inakukata mkulu. Kopitala banamwambia tukate mbele munofu quelque part tukutengeneze. Picha ile ngamba kionekane vizuri. Tukutengeneze. Lakini namwambia mtoto yangu ile kilonda haina kilonda bali kuloka. Kuya Yesu akutengeneze. Yeule. Akikwanza kusikia dawa. Huyu hapa. Leo na ntumbo ya munena kwa mama patrone. Huyu hapa. Tosha pombeleka ye. Kwa filme ntumbo hii. Huyu hapa na ntumbo ya munene. Pendant que ya kwanza wakati ni mwombe yaka
akabeba mimba, kisha inakuwa makomplication akavorte. Meitangia ulibeba iko na makomplication ya mimba. Hapana papa. Wakati na huyu mtoto eko nazalikiwa vizuri sana, na ataishi na atakomea na atakuwa nyota, na eko ni nyota. Wewe usikane uko nasema mie tunaombaka sana, utakufwa na maombi yako. Huyu hapa ananisulia nasema, papa, tangia niingia mwi kanisa mimi naanza kukosaka makontra, ni entrepreneur. Mete puye kwa mkanisa unakosaka makontra? Hapana papa. Sikuniambia vile ulisema kwa ile siku. Sikia kwanza, ile siku nionyesha ni depuis que nilikuwa hapa shiratake tena makontra. Na ingine uko na kaburia watu wengine sasa. Hiyo ingine nuna kaburia na marafiki yangu. Unasikia? Ingine uko na kaburia na marafiki. Sasa wewe juna ninachelewa na ushuhuda. Twende kwa vipi? Imagine na entrepreneur anaanza kukosaka makontra. Leo ingine kuna sana no rafiki, wewe sumbura na huyu ishana ile mambo. Ishana. Ba entrepreneur nikambaita siku mwanamwambia sema natafuta nimeongezea makontra. Ana muibada. Nasikia tu mimi ameonyesha akasema nikikuita sikuita juu nakupenda, nakuita juu na ujumbe. Na mwite na baita na sema nataka nimeongezea makontra. Hayaongezekaka. Ishaongezekaka. Tuseme na nguvu na fieri inapita. Ishaongezekaka. Ishaongezekaka. Na ingine tuko ila ina mwatua yetu tunawapasha. Na ingine wanaanza kuikimbia. Beko na ikimbia wanapatia watu wengine. Huyu nikamwambia namwambia sema kuanzia leo naanza kupatia makazi. Anaanza kwanza na kulofa na ukanisa makazi inapita. Yeye huyu hapa hauna na makazi. Niliniambia hata kama mko unaonekanika sana na makuta, mimi najua kwetu shaya imilite njoo mfungulo. Najua. Amen. Hauna na makazi. Iko wako papa. Siku nyingine namuita namwambia sema namshauria kisha tukusumbulia naye makazi mbili ni moja namfuata. Mbili pale. Kama ile nguvu iko natumika si ubebe na kula ubebe. Usisituke kama Yesu eko na kinywa kyangu atafanya ile. Nikiniangalia hapa kila mtu uko na ushuhuda, na pengine banatoka makanisa ingine banakuya hapa banaombewa banarudia kwao. Niko na fieri paske banajua biki bakoleka Mungu wakimbilia. Nikusema ni nyumba ya makimbilio sasa. Bwana Yesu asifiwe. Ule anatokelea leo ule pale. Ule alikuwa mkweli busha kuisha ye ule pale. Ile siku ananiita sasa papa nisha kurudia kwangu. Sikuendelea kumujibu paski naweza kumwambia sasa hapana michezo, unapata jibu unikana kwako nyumba. Rudia upate majibu. Yeye huyu hauna kwako. Ni kwangu. Panaka unaanza kunibishaka Wakati unamwambia nitakurudisha kwako, eko unanibisha namwambia nitakurudisha kwako. Hata kama upende nitakurudisha wapi? Hauna kwako. Ni kwangu papa. Oho. Si kama upige mikono kuna problem. Sema amen. Ule kule kumwisho, unale pale pa mwisho. Na ule mtoto uko pale ule. Alianza kupata mimba. Mtoto anapotea mtumbo. Bila avortement, mtoto anapotea mtumbo hivi kupotea pa. Mnabakia vide. Anangana, anakombana kupata mimba, haikuokoaka mpaka siku anadeside kurudia hapa. Akarudia hapa akaombewa, kitoto kiabie kile. Umwangalie sema ile frere nga. Yeye ule pale. Yeye ule. Sasa unaweza kuuliza ashikwanze kuombaka ule mama. Shaanza kuombaka.
Uko bezwe na mtu anaweza kusema neno pa maisha yako, kusema neno pa maisha yako. Amen. Huyu baba anaikana hapa, niko ndani ya kanisa, analia. Sikia, analia kwa sababu bayero wake anamkomplike. Analia, ye Mungu, ulinileta hapa niteswe. Alikuwa shasimamia pale, analia. Na siku moja namwambia pale, Mungu anasema ushangaike, kila kitu kitafika wapi? Kumwisho. Leo hauna na nyumba? Niko munyumba yangu papa. Uko wapi? Munyumba yangu. Nasikia nikuoneshe. Hakuna kitu mimi nashisha sababu waka, nimesita sababu waka. Akasema hivi, mimi na comprendre ke kulala kwa wenyewe na kulala kwako busingisi na achana. Sema amen ya nguvu ile. Mabusingisi na achana papa. Mabusingisi na achana. Mu nyumba yako leo. Ndio. Na hivi ulitoka ni kwako. Na ulifanya miezi ngapi kujenga ile nyumba? Miezi 3 papa, mimi naisha pia. Sasa nguvu ikionekana ndani ya mtumishi wa Mungu inakuwa prouvé par des résultats. Ana bulefu maombi na mfupi. Acha mimi nilevushe maombi yangu kunyumba. Mie na Mungu musiri nikikuya hapa, pokea jibu ya huyu hapa. Alikuwa kani maiti, unaona kichwa kyake ikana frere sikia butamu ba ushuda bali tuangaka kisu bale ba mwizi ama moto à l'époque banatwanga kisu hapa, kinafika paka ku cerveau. Na hospital ku clinique universitaire banasema akipona kichwa kyake asitakuwa ka normal, me huyu banaanza kuchunga akufwe. Ushakufa? Hapana. Sisema na nguvu? Hapana. Uko mzima? Ndio. Na leo uko patron? Ndio. Uko na mapetita ngapi? Ndio. Mapetita ngapi leo? 12 petita. Meangalia bila kufuala. Wanaweza sana na combien mapetita? 12. Ana 2. Na ali sasa wewe unaonekana bwana sana. Mimi nitaomba. Siku utachoka utanitafuta. Mwambie tena wako omba. Siku utachoka utatafuta bila yuko ndani ya prophet. Mwambie tena omba. Siku utachoka utamutafuta. Niko na maushuhuda ya mimi ule pale ule. Na ninamwambia sema, alianza kuniambia papa, mimi natafuta bani angaje. Mimi namwambia wewe hakuna mama ukuangaje. Wewe niko na kona mu entrepreneuria. Hauna entrepreneur leo? Je suis entrepreneur. Merci Jésus. Na leo hata niseme comparativement kwa makuta ya salary yako unaanza kupata kazi utafuta kwenda. Na uko unapata leo binafanana. Sisema unasikia na kusema français. Non, c'est. Mungu anacheza mwe. Piga tu makofi hata kama hutaki. Huyu unaona hapa huyu. Wewe hata pungu yangu. Huyu unaona hapa. Anakuwa kunalia. Oh papa, bwanangu yuko wapi leo? Bwanangu bali mtosha kazi. Na kuna sasa papa tutahangaika, na mama muhangaike, watoto wangu bangaikake. Pokea kazi. Na leo bwana yuko wapi? Kazi. Eko wapi? Eko wapi? Bwana Yesu atubule. Huyu anekana hapa. Naanza kumwambia watakoa wewe na bisha. Mimi sipende kwenda kondoa. Uko wapi leo? Ye huyu tumbo yoi. Si huyu. Ye huyu uko wapi? Kwako. Unasikia fieri sasa. Anza kuficha mama huko. Tupige tukito mikono. Huyu unaona hapa huyu.
alikuwa njo zero aba zero, leo iko na pesa, makazi yake iko nene. Ya kweli kazi yangu naenda. Makazi yako inanenepa. Inanenepa. Haina tena, una tena zero. Hakuna tena. Na angalia vile sasa kufuata. Angalia bibi yake vile sasa. Wewe utakimbia. Utakimbia. Utekana unaomba, unakatisha, ukisikia mimi nakuita kwa tuombe. Kata bidii uko nafanya. Kuya. Mwambie tena kwa nasikia. Tuende kwa masomo. Huyu Fred unaona hapa, asikuwaka na mtu wa kumlipia masomo. Wakati alikuwa kama kanisa na vile zero, hakuna kumlipia masomo. Kisha nikaombea. Leo uko wapi? Ulikuwa kama mklasi ngapi? Nilimpataka mu 4e. Ulikuwa kama 4e. Hapa Yesu kuna defend. Hapa ke mama yake njoo huyu hapa. Alikuwa kakenda mukazi ni 000, ataikala iko na kuhusisha kwanza asubuhi mpaka magharibi 0. Meleo hapa niko sahi bana. Asabe koje saye piga Yesu makofi. Kama upige mikono kuna problem. Huyu mama huyu. Kuya. Huyu mama unaona hapa. Alikuwa na mapepo mu nyumba yake. Mapepo kama kuna tondola samaki kuna mnyangalia na kisu. Unasikia unasema ana vile mama. Sio paka vile. Mapepo kuna nungusha bikwembe mvalizi valiza ilungule. Sio paka vile. Mapepo unaingia mu nyumba kuiba hapana pasi vitu vilitokea. Leo hapa bana ibaka tena. Hapana. Bana kunyang'anya tena kisumi mikono. Hapana. Si mnalala bien sasa. Sasa wewe uko Imagine kuna tondola samaki bana kunyang'anya kisumi mikono. Unaona kio kile kinaenda. Na leo ile kitu kiarudi yaka. Una vile mwanza ushangaa. Sasa haleluya. Huyu alikuyaka na mkulu mwaka bambi paka hapa. Huyu alikuwa maana kibarikuwa sasa kiteka mashishi manasema huyu ifo baka baue. Leo mikulio hii isakurudia na inatakata na inakwambia. Na asi alukulaka tena. Na tena alikuwa na bilonda vingine banamuloka tena huku akakuya baba tukaomba ashapo. Sijui nikupatie maushuhuda ngapi? Sijui nikupatie maushuhuda ngapi? Kama uamini kazi yako, kila kitu unataka kiko ndani yangu. Uko na complicate wewe, uko na didia. Mungu alisema na mipatia mamlaka. Akinipatia mamlaka asijatandre umuite ye. Ile injili inakuwa matata. Deke anapatia mtumishi wake mamlaka, ni kusema usimuderanje na maombi yako. Wewe sumbulia naye kama baba. Ukikuwa na mambo, wende kwa watumishi yake. Pascal alipatia nini? Huyu alikuwa ni kichaa. Kichaa unasikia kama kweli Mswahili. Mfransa yetu hapa tunasema majimu. Mswahili yetu folle. Beko nafunga nkamba. Bakitwanga dawa kwa hospitali. Akalala kipanda haitakawa atatoka hata kupika watu. Leo yeye hapa kichwa kizima acha kukana mkiti. Lele! Unaanza kupiga mikono ya buibu sasa. Mazimu ya vya kweli anayakuwaza ya vya kweli beko nafunga nkamba. Et vous allez vous rappeler, on a continué à kuendelea kuameliore délivrance yake na leo pale asilotake tena mandoto ya kumuleta kurandre mazimu. Sema amen.
Unaona vile unaanza kupiga mikono yako hivyo sasa. Sio piga mikono na wewe tusikie ushuhuda yako. Hii couple unaona hapa. Hii couple unaona. Na baba alikuwa bila mtoto. Mlikuwa na watoto ngapi pale mlikuwa yako? Sema na nguvu acha fieri. Leo mtoto na mimba nyingine iko nakuya. Wapi mtoto tuoneshe naye? Yeye ule pale. Balikuwa wanapima nguvu yabo, hakuna mtoto kuya. Me après kombewa resultat yo ile. Ana mambo ya kutafuta. Huyu unaona alikuwa kwa show nyumba na huyu frere huyu. Kama mko ba zero mkanisoma. Alikuwa kani huyu. Amen. Sikia pia ile swali yangu. Kama alikuwa ba zero mu kanisa. Ni huyu na mkubwa wake ule mimi nisema kule kuza motoka. Mori kwamba 000. Beko natumika kuna kitu kiko naonekana. Unasha kuna ka 0. Ule wanaongeza kana leo eko na nyumba yake. Leo eko na makazi yake. Vile papa. Sema na nguvu. Jovi. Shetani asikia. Jovi le papa. Ndio mimi nakwambia sema, mie mu ministeri yangu sijifi yake kwa apparence. Hata unakuwa na kaputura yako na kwa mkanisa sitakuonesha kitu. Wewe sasa, chinga kaputura yako. Utavola nkochi paka siku kandi. Mimi hakuna ushuhuda. Sisema acha kuvola nkochi papa wili. Ushakuvola. Piga mikono ya Yesu Kristo. Unapiga mikono hapo hivyo. Huyo mtoto yangu asikwanze kufanya mwenzi bila akauke afanye hata combien de jours moins conscience. Bon, une semaine. Une semaine moins conscience. Sasa leo au anguka tena? Non. Hakuna tena. No. Piga mikono ya Yesu. Ukiona Yesu ndani yangu, kuya akupatie kile uko natafuta. Simplema. Kama ima ushuda ya kuconvaincre, bali kuloka. Na ule alikuloka, tamuua leo. Peka mikono bia. Peka tena mikono yako bia. Unaona? Kama aushikie bila wanakufundisha, utateswa mwa kanisa. Unasikia vile nasema? Au sema amen. Na kuuliza unasikia ni mkiswahili niko nahubiri. Kama usikie bila wanakufundisha na kukuinstruire, utateswa. Utaona wenzako beko na nona. Unaona hata beko naonekana sawa na kitu. Mungu ako anabasaidia. Beko najenga manyumba. Seye acha batu bajua sema Mungu alikubariki. Na itajulikana. Leo ndo dimanche ya mwisho wa mwezi ya transition. Hapa tunaingia juillet kufika 31 Desembre. Shuhudia. Huyu Yesu alibajibu, akujibu na wewe. Ndio kwa maana usikose ibada ya 7 jours ya nyota. Iko naanza lundi prochain ya kesho. Ile lundi 7 jours, kila mtu nyota yake rudie bafasi. Unajua nyota? Kama uyue kwa uijue. Nyota unaijua? Nyota ndio maisha yako yenyewe. Ni kusema watu naona leo banangara, ni nyota Mungu wangu alibarudishia. Wakati nyota yako haina plus utateswa. Anasoma ni nyota ilirudia. Anakuwa na nyumba na bibi na watoto ni nyota. Sasa wewe uko nikaruka njungusa paka manja sasa. Bon, cette église elle fait très chaud dedans. Siku maisha yatakuwa très chaud. Utayi wako wa kuenda. Mwambie jirani wako aende kabambie. Sinasema muoneshe. Mama umuoneshe.
kuliteswa na kuna bantu bashaombaka juu wewe upate amani. Kazi yangu ni kuomba wewe ukuye ubebe byako uende. Jo kwa maana usiake mimi dependre pa mtu. Ushaonisikia ni dependre pa mtu. Oh, asiniite, asinisaidie, nitakuita hapa wewe kwa moto hapa. Oh, na unisaidie, wewe ndio renita. Unisaidie wewe ndio renita. Wewe shiba, Yesu aheshimike. Najua kwa maana muwe na fieri ya kuambia watu, unaona kimi niko ni Yesu. Ile mtaona Mungu ataendelea kuniongezea. Batu bashone asema ni nguvu yako. Ubaoneshe ni Yesu ananifanya ni kweli. Ni Yesu ananifikisha hapa. Ni Yesu. Nasema ni James. Nani? Paske kama ukumuonaka ndani yangu, kama ukupata kile majibu. Haleluya. Na bengine abana hapa. Bengine ni ba magistrat kukipushi ba nene sana. Na bengine uko mumaleta abana hapa. Mimi hakuna hata siku moja kubaita kasema ya nini? Ya nini? Kwa sababu Mungu alinituma kubadilisha maisha ya watu. Anakuwa mzigo kwao. Na bila sema amen. Mungu alinituma kwa nini? Kubadilisha maisha ya watu, anakuwa mzigo. Tuna vile nasema huyu bali kwa kazero. Leo hapa bwana yake ekwenda kuzia vitu yeye mwenyewe kushineko ku Dubai. Yeye huyu hapa. Unaweza kuona kitambala, unaona kazi iko sawa. We. Sikia. Hata ukimbia mikro. Mshafungula ingine. Kinshasa. Umuulize tena uko unasikia au uko unalota? Balianzia hapa Lubumbashi, banafungula ingine Kinshasa. Mungu wangu anabasaidia. Apartia leo muwe na fiera kuonesha watu. Unaona kiniko ni Yesu. Ni nani? Na mtaona atamimultiplia, atamipatia amani, mumupatie utukufu. Munitoshe mambo yenu. Mumwache nani? Mwache nani mambo yenu? Maushuda yenu mwache nani? Hapana, James anafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Hapa bengine mimi naacha tu. Naacha tu. Unaona mimi niliuliza sema kazi yako koje? Alikuwa na eterate, akaombewa, akapata ikapitelo wanatumika nayo. Ana vile? Njovi. Ulifanya kama siku ngapi ya prima maombi? Siku gawiaka. Ilikuwa tu ni hivi na kupatia makuta, nikupatia mfranga au $1. Akasema $1, sabeba $. Na leo acha kuanzisha makazi yake. Wewe uko na ikala tu kule unalia, Mungu asinako. Mimi nitaomba utakonda. Acha mimi nikonde bafuashi yako. Wewe unenepe. Lakini nikikuita maombi inaanza, acha byako vyote kuya tuombe na uendelee upande tena. Unavile useme amen, au useme amen abia. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie tena kwa sasa, siku nasikia mahubiri ya leo. Amen. Nasema muulize tena. Kisha wewe uko nalia, Mungu, uko wapi? Mungu anakuambia uko wapi? Si niko mwajia msitembwa. Unasikia? Mtu anadidilia mnyumba wake. Mungu unanisabwa. Wewe ndio unakusabwa kwenu. Na unakusabwa baba yako. Ungelijua fuasi yako kama utakwenda mbio. Nasema pokea majibu yako leo. Pokea majibu yako leo. Pokea kule majibu yako. Pokeeni. Hii nguvu itatoka tena ndani yangu leo. Itakuwa kubadilisha maisha mtu mmoja hapa. Unaweza kuonekana unasema au yue kinaleta baba tu pa kanisa.
Unaweza usakwenda sana, mie sina ndoa, sina ndoa. Wewe tulizana, wewe tulizana, tulizana. Kama mimi naowesha mjeuri kama huyu, unajua kwa mbishi sana huyo, kuna nibisha. Kama unamwambia mambo ya kuolewa, anakuangalia. Mimi na 180 nitakowesha hata unaniangalia vile. Piga mikono ya Yesu. Na kama unapiga mikono ya mobaya na bia, piga bien tu Yesu Kristo. Mtu asikulande wewe kile kioto naona ndani yangu. Amen. Nasikia na ile ushuhuda nilisema branch hapo nyingine ya kazi yao ya entreprise hapo nyingine inafunguliwa Kinshasa. Hey, njoo wewe ukana hapa na tomato utashinda kuhusisha. Uko unanishirikisha wewe. Mwangalie tena na ukasema kumshirikisha prophet. Hey, mimi niko navunja magoti nasema Mungu basaidie. Wewe ukana tu kwa sababu ukala paka na TikTok. Mkichwa chako usikie. C'est quoi ça? C'est pas ça où tu sens toi amener à dire. C'est quoi ça? Ikala fikiria. Kama narudia kwa mambo ya kazi yake. Ulianza kuzishaka hapa huko hapo. Unaanza kuzishaka nini? Mi ranzaka na mama leki wangu aranza kunikabula. Ya wenyewe. Kisha wewe kuya hapa prekombewa. Pale mimi nakuya hapa avant mbele niolewe. Mimi kwa deja misha kwanza makazi yangu mimi. Avant bakowe deja makazi yako unaanza kunawiri. Mimi kwa sha kwanza yangu mimi wewe. Sauti nenda wapi? Nenda kwa ule. Piga hizo kezo nako. Endana. Alikuwa shaolewa. Anabarikiwa na Yesu. Makasi. Basi kowe juu unateswa. Susema amen ba mama be kwa pipa sema amen. Basi kowe juu unafanya nini? Bakowe kwa sababu wakati nafanya nini? Inaenea. Susema amen. Basi kowe juu unasema unachelewa. Hata uko na 80 miaka atakupatia mtoto. Utazala. Na makazi yako naendelea. Seme bwana nanyoa mimi kushakuza mioto yangu 3. Unakuwa na mioto 3. Mimi nauza. Wewe ulikuwa unatumikiana. Acha tu pale. Ya leo kama uaminie Yesu wangu, ule alikuloka nitamuua. Na namutumia deja roho ya mauti. Imutafute kule kote eko. Akufe! Haleluya! Kuna vitu vinaonekana unawaza. Wewe unawaza bakuowe, au hata mkichwa chako entreprendre quelque chose. Wewe unataka ukimbia mateso kwenda nawe. Jiseme mwashimiowe. Tamiowesha kwa nguvu na mtaoa kwa nguvu. Piga tu mikono yako pia, piga mikono yako pia. Haleluya. Beba roho ya madhabahu yenu. Utanza kidogo, utakuwa na weye munene. Hautamviaka kwa angaje, utangaje batu ndani ya maisha yako. Pokea hiyo roho, pokea hiyo roho, pokea. Haleluya. Unaona hata kama walikulani na ule alikulani acha kufua. Lana imurudilie mkaburi. Baraka ikutafute wewe. Sema amen ya nguvu. Niko na maushuhuda mingi. Na ingine haina hapa. Bengine leo ni ba promoteur ya masomo. Mimi akikuya au nikashemizi tu sasa nikalokota jana. Amen. Mimi mweneza kujua sasa huyu Mungu atakumbariki. Na yeye mweneza kujua sasa kubarikiwa. Wewe onekana ngare sitenda kutangaika. Asa nini?
Vya kweli. Ukiona fuasi peko asali, hata kama ni kukipushi, panda wende. Sio unapika tu mikono na kupika ya bongo vile. Usikuwe kama mfalme wa Samaria. Acha kuyua sama peko Elisee pale. Meyeko nafanya kiburi. Tina bantu wa mvili yake bananza kuria bantu. Ndio anashituka sasa. Usichunge uanze kuoza. Jukuye. Usichunge kwa msanduko. Sengine banduku yako batetika kuleta ukanisa. Ava ukufwe. Tafuta fasi Yesu eko. Na hapa Yesu epo. Amen. Yako inakuwa ni ya kuchoka ile, au inakuwa ni ya buivu ile na ikatale ile. Amen. Sema amen. Na wewe leo kile unataka ukipokea, nasema yako pokea. Ana kugara tunamu unaimba au yue kawe kufanya. C'est quoi ça? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua saa moja unaangalia unasema Mungu nasha kulaka. Kwanza le premier kufika le 30 ndio ya 2026. Utashangaishwa. Wewe amini tu. Amini. Inakufundisha leo tu kufungula tu macho ya kiroho. Uone. Haleluya. Chape Yesu Kristo makofi.